tarehe 17 mwezi wa 6 2026, siku Jumatano, Zanzibar ni siku ya mapumziko kwa sababu wanaadhimisha mwaka wa Kiislamu. Ni tarehe 1 Muharram 1448. Lakini kilichokustajabisha ni kuwa huku Tanganyika Tabara, na siku hata ukiita Tanganyika watu kidogo wanaogopa, ni siku ya kazi. Na hizi ni nchi moja, Zanzibar na Tanganyika zimeungana mwaka 1964 na kufanya nchi moja ya Tanzania. Sasa inakuwaje Zanzibar wanaadhimisha mwaka wa Kiislamu na huku Tanganyika yani bara ni siku ya kazi? Hili ni swali labda wanaweza kujibu watu waliokuwa madarakani. Lakini hata kama huku Waislamu wataomba kuwa nayo isherekewe, mwaka wa Kiislamu usherekewe, nadhani utakuja mjadala mkubwa na pengine kushinda ule wakadhi, kwa sababu hapa kusudia Tanganyika makadhi walikuwepo tena wakati wa koloni. Baada ya uhuru kadhi ukafutwa. Na walifutwa vipi? Na kuwa waliondolewa budget tu. Kwa hiyo na kadhi wenyewe kawa umeondoka. Na Waislamu walipotaka mahakama ya kadhi irejeshwe, mjadala wake ulikuwa mkali na ulikwenda kwa muda mrefu. Na hali kadhalika kumbuka wakati wa OIC, wakati huo Rais Hassan Mwinyi yuko madarakani, ulileta mgogoro mkubwa na kiasi ya watu wengine kupoteza kazi, bunge likawaka moto. Sasa swali linakuja, inakuwaje linapokuwa jambo la Uislamu kunakuwa na hofu hii? Mimi ni mwanahistoria na nitaeleza historia ya Tanganyika, hasa ya kupigania uhuru. Nitakupa mfano mmoja. Leo fungua kitabu chochote cha historia, watakuambia kuwa chama cha kwanza kilichoanzishwa kaja kuzaa TANU ni African Association, lakini hutaona majina ya wale waasisi wa African Association. Kwa nini haya majina hayapo? Mimi nitakupa jibu jepesi na mwenyewe fanya utafiti wako. Ni kwa sababu wale walioanzisha walikuwa watu 9, wazalendo 9. Na katika hao watu 9, 6 Waislamu. Haya, tuje wakati wa taa. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere amechukua uongozi wa chama cha taa mwaka wa 53. Na ulikuwa mwezi wa Aprili, na ulifanyika uchaguzi pale na Togo. Na ile nafasi ya urais wa taa waligombea watu wawili, waligombea Abdul Classic na Julius Nyerere. Lakini napoandika historia hii, jina la Abdu hutolisikia popote linatajwa. Utaambiwa Mwalimu Nyerere alichukua uongozi. Basi muulize anayekwambia akachukua uongozi kwa nani, pengine hajui. Na hao waliokuwa wanajua hili jina waliliondoa. Sasa haya ndio matatizo ambayo tunayo kwa muda mrefu. Wakati mwingine mbujiuliza lini itakuisha. Ngoja nikupe mfano mwingine. Wakati Waislamu walipotaka mabinti zao katika
uniform za shule wajistiri, wavae mavazi ya stara, gauni liwe refu, ile blausi ifike mikono mirefu na wajitande. Hijabu mashuleni ilileta mgogoro mkubwa juu ya kuwa serikali ilitoa secular ya kuidhinisha, lakini kuna shule nyingine mabinti zetu walikuwa wanavuliwa ile hijabu kichwani. Mimi nakumbuka binti yangu akisoma Oysterbay Primary School, alikuja siku moja akaniambia, baba, mwalimu kanivua hijabu. Mimi nilikwenda shule nikamwona mwalimu alimvua binti yangu hijabu, na alikuwa mwanamke. Jibu lake kwangu lilikuwa, akaniambia, mzazi, ikiwa wewe unataka mwanao avae mavazi haya, basi mpeleke shule ambazo zinaruhusu. Nikamwambia, mbona kuna sekula ya serikali ambayo inaruhusu? Sasa haya ndio matatizo ambayo tunayo hadi leo. Nikupa mfano mwingine. Mwaka wa 88 mimi niliandika makala. Katika gazeti la Africa Events, ile gazeti kwa maarufu sana likichapwa London. Na mhariri alikuwa Muhammad Mlamali Adam, na baadhi ya waandishi katika Africa Events alikuwepo Latif Abdallah, alikuwepo marehemu Ahmed Rajabu, Abdurrahman Babu, vijana wengi wa Kizanzibari kwa gazeti, na gazeti lilipendwa sana. Sasa kilichotokea ni kuwa CCM walikuwa wanaadhimisha miaka 20 ya Azimio la Busara la Tabora, kura 3. Na mwalimu alikwenda Tabora pale kuhutubia mkutano hadhara. Lakini kabla ya mkutano ule alisimama mtu mmoja anaitwa Ramadhani Singo, wenyewe wakimuita Bedui, kwa sababu wakati ujana wake yeye alikuwa mtu wa nguvu sana, mbabe, na TANU wakimtumia katika mambo kama yale kupeleka harakati mbele. Hata Mwalimu Nyerere alipokwenda Tabora kwenye mkutano wa kura 3, Ramadhani Singo yeye ndio alikuwa analala nje ya nyumba ya Isa Kibira ambaye ndio Mwalimu Nyerere alifikia kama mlinzi wake. Kabla mkutano, Ramadhani Singo alisimama kwa niaba ya wanaharakati wenzake waliopigania uhuru wa Tabora, akamkabidhi Mwalimu Nyerere hadhara kubwa, kama mkutano mkubwa. Akamwambia mwalimu anamuonyesha wale wapigania uhuru akina Bilali Waikela, akina Abdalla Kasongo, akina mzee Mangiringiri. Anaambia mwalimu, unawakumbuka hawa wakati kupigania uhuru? Mwalimu akatazama, anaona watu wamechoka. Akisema, hawa unawakumbuka mwalimu? Hawa ndio walikuwa mstari wa mbele wakati wa kupigania uhuru wa Tanganyika. Zitizame hali zao. Umeona jinsi mbona mwalimu umetusahau? Ile hotuba mwalimu ilimgusa sana, na alipopanda kwenye jukwaa kuzungumza akasema maneno haya. Akasema, jamani, watu waliokuwa kwenye TANU baina ya mwaka wa 54 na 58 watafuteni. Kipindi kile kilikuwa kipindi kigumu sana. Basi mimi Daily News wakatoa ile hotuba, mimi nikaandika makala. Na nakumbuka siku hiyo napita tu kwa Bwana Liseto siku yake pale. Tena siku hizo naandika kwa mkono, siku hiyo mambo ya kompyuta kwa bado. Akaniambia, Muhammad, mimi nakwenda London kesho. Nikamwambia, baba, mimi na makala nataka uichukue ukamkabidhi Mlamali Adam mkononi. Asema, nipe. Nikampa ile makala. Mlamali Adam akaipenda sana,
na mimi sikuwa nimewekea kichwa. Mlamali Adam akawekea kichwa akaita In Praise of Ancestors, halafu akaiandikia utangulizi akasema huwezi kuandika historia ya kupigania uhuru wa Tanganyika wala historia tano bila ya kuwataja watu hawa. Akasema wale masaiks wawili wale, Abdul Wahid na Ali, huwezi kuacha kuwataja. Pili, huwezi kuacha kumtaja John Rupia, huwezi kuacha kumtaja Sadat Abdul Kandoro. Ile gazeti lote lilikusanywa, halikuuzika hapa, ziliuzika nakala chache za gazeti zima lilikusanywa. Kwa nini limekusanywa? Na nimesahau, akasema vile vile huwezi kuacha kutaja mchango wa Waislamu. Sasa haya ndio maneno ambayo yametia hofu. Sasa tuna hiyo hofu ya Uislamu, kila jambo kunakuwa na hofu ya Uislamu. Mimi siku zote watu wanauliza, Muhammad, mbona kila ukiandika wewe unataja habari za Uislamu? Naam, mimi mwana historia na nimejikita katika historia ya uhuru wa Tanganyika. Na uhuru wa Tanganyika huwezi kuandika historia yake kama kutaja mchango. Utakuwa huna historia, kama ilivyokuwa hapakuwa na historia kabla ya kuandika hivi. Ukiwaambia watu kuwa mikutano ya tano ndani pale New Street pale ilikuwa inaanza kwa dua na Sheikh Suleiman Takariri ndio alikuwa anasoma dua, watoto wakushangaa. Ukiwaambia Mnazi Mmoja pale ilikuwa inaanza mkutano kwa Surat Fatiha na watu wakitikia amin amin kila mtu. Ukiwaambia watu kwa kila jambo kubwa la tano lilikuwa linatangulizwa na dua, watu watakushangaa. Hata mwalimu mwenyewe akasema mimi nimefanywa dua nyumbani kwa mzee Mbaza. Mwalimu kafanywa dua alipokwenda kwa mara ya kwanza, ilikuwa mara ya pili alipokwenda kusini Lindi pale na Sheikh Yusuf Badi, na alipokelewa uwanja wa ndege siku ile na wanafunzi wa chuo cha Sheikh Yusuf Badi wanapiga dufu. Ukiwaambia safari ya kwanza ya Mwalimu Nyerere na kwenda Yuno, dhifa yake ilifanyika katika jengo la Al-Jamiatul Islamia. Sasa ndio matatizo. Kwa hiyo kuna mtu kaniambia, Muhammad, uko siku hapa na sisi tunaanza kusherehekea mwaka mpya wa Kiislamu. Nikamwambia na wala kuna haja kulileta, kwani kulileta utaleta zogo kubwa sana. Basi nataka kusema hayo tu bwana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi.